Hello, mambo vipi? Karibu tena kwenye channel yetu ya Nahodha Creative. Kwenye video yetu ya leo nitakuonyesha jinsi ya kutumia auto reframe ndani ya Adobe Premiere Pro. Kwa nini tunatumia auto reframe na ina kazi gani? Leo yote utajua kwenye video yetu ya leo. Kipengele hichi ni muhimu sana, kinaweza kikakusaidia kuweza kusize au kuformat video zako kwa mitandao tofauti kama YouTube, Instagram au TikTok kwa urahisi kabisa bila ya kufanya editing upya. Feature ya auto reframe ilianzishwa rasmi na Adobe mwaka 2019 kupitia Adobe Premiere Pro 2020 na ilikuwa version ya 14 ambayo ilitoka mwishoni mwa mwaka 2019. Kwa hiyo ikiwa unatumia Adobe Premiere Pro ya mwaka 2019 au chini yake hapo, basi feature hii huwezi kuiona, na inapatikana kuanzia kwenye Adobe Premiere Pro ya 2020 na matoleo yanayofuata, yani 21, 22, 23, 24 mpaka sasa hivi 25 ambapo tupo, basi utaikuta hii feature ya auto reframe. Kabla ya feature hii, video editors wengi walilazimika kuweza kubadilisha aspect ratio. Kwa mfano unakuta anabadilisha aspect ratio ya 16 kwa 9, yani 16 kwa 9 kwenda 9 kwa 16 kuweza kutengeneza reel kwa kutumia manual. Jambo hili lilikuwa linachukua muda mwingi kabisa, hasa kwa content creators wa mitandao ya kijamii kama Instagram, TikTok na YouTube Shorts. Na ili kutatua changamoto hiyo, Adobe ilitumia artificial intelligence, yani AI, kupitia teknolojia ya Adobe Sensei ili kuunda auto reframe. Na bila kupoteza muda, twende nikakuonyeshe hatua kwa hatua ambazo unaweza kupita na kuweza kutengeneza kazi yako kama hivi ambavyo tumeziona video zetu ambazo zinapita. Unaweza ukatengeneza tofauti kwa mujibu wa mahitaji yako na unataka kuitumia kwa mtandao upi. Okay, baada ya kuweka video yangu ambayo nataka kuweza ku auto reframe kwenye timeline, basi sasa twende nikakuonyeshe hatua kwa hatua. Ili kutumia auto reframe, basi utakuja kwenye menu ya sequence kama unavyoiona hapa. Baada hapo utaklik, baada ya kuklik utashuka chini na utakuja kwenye auto reframe sequence. Baada hapo utaklik, baada ya kuklik itakuletea window kama hiyo ambayo ina machaguzi tofauti. Utakuja kwenye window ambayo imefunguka, kuna sequence name hapa. Utaandika sequence name yako. Kwa mfano mimi nitaandika kama hivyo ilivyo, nitaandika vifaa vya video production. Baada ya hapo utakuja kwenye target aspect ratio. Sehemu hii utachagua aspect ratio ya video yako kulingana na mahali ambapo unataka kuiposti. Ikiwa unataka kuposti YouTube, basi utachagua aspect ratio ya 16:9. Kwa hiyo utakuja kwenye 16:9. Kwa hiyo utakuja kwenye horizontal. Na ukiwa unataka kuposti kwenye Instagram feed, basi utakuja square 1:1, yani 1 kwa 1. Na vile kama unataka kutengeneza reel kwa ajili ya Instagram au TikTok, basi utakuja kwenye 9:16. Sasa tukiwa tunataka tutengeneze Instagram feed, kwa hiyo nitakuja kwenye square, yani 1:1. Nita click hapa. Baada ya kuklik, kitu ambacho kinafuata ni kuja kwenye motion tracking, yani motion tracking and speed. Hapa kuna sehemu yetu hii tutaiangalia kwenye mambo makuu matatu. Kwa hiyo ukija kwenye target, ukija kwenye motion tracking, ukifungua hapa
kuna machaguzi makuu matatu. Kuna default motion, yani tunaposema default yani ni video za kawaida, unataka video yako iwe ya kawaida. Vile vile ukija kwenye slow motion, wale wazee wa slow motion, kwa hiyo hapa utaklik kwenye slow motion. Na ukija kwenye fast motion, ikiwa video yako ina movement nyingi, basi utakuja kwenye fast motion. Kwa mfano video yangu hiyo ni ya kawaida, basi nita click kwenye default, na hapo utaacha kwenye don't touch clip, kwa hiyo utaiacha hivyo. Baada hapo utakuja kwenye create. Kwenye create uta click kama hivi ninavyo click. Baada kukliki, video yetu ita auto reframe kama hivyo. Kwa hiyo umeona utofauti. Kwa hiyo tukija kwenye sequence yetu ya kwanza, unaiona kama hivyo, lakini baada ya kuifanyia auto reframe tumeona ipo tayari kuendeleza editing, au unaweza ukai-export kuweza kuiposti kwenye Instagram feed kama hiyo. Kwa hiyo umeona jinsi video yangu ilivyokuwa, na sijatumia nguvu kubwa kuweza kutengeneza. Nitarejea tena ili uweze kuelewa. Nitakuja kwenye clip yangu na nitakuja kwenye menu ya sequence. Kwenye menu ya sequence nitashuka chini kwenye auto reframe sequence. Baada hapo nita click. Baada ya kuclick nitakuja kwenye sequence name, nitaandika jina ambalo unataka. Baada hapo kuandika, utakuja kwenye target aspect ratio, nitachagua target aspect ratio yangu vile vile kama hivyo unavyoona. Baada hapo utakuja motion tracking, alafu uta create. Baada hapo utaiacha iweze ku-analyzing for auto reframe. Baada ya ku-analyzing, click hapo, utaona ipo tayari kwa ajili ya kuweka reels au kwa ajili ya TikTok. Kwa hiyo ukiangalia mwanzo hivi na hivi, basi utakuwa umetumia njia rahisi kabisa. Zamani kulikuwa kuna njia complex, kwa hiyo unaweza ukaja kwenye sequence ukaseti sequence yako nini, lakini siku hizi yani Adobe wameturahisishia kuweza ku-click button moja tu kuweza kufanya yote haya. Baada hapo unaweza kuendelea kuweza kufanya editing zako nyingine, kama kuweka mambo tofauti, na vile vile kama unataka kufanya pengine color correction au color grading, vile vile unaweza kuendelea. Na hivyo ndivyo unavyoweza kutumia auto reframe kubadilisha format ya video yako kwa haraka kwa ajili ya mitandao ya kijamii tofauti bila kupoteza muda. Kama umejifunza kitu kipya leo, tafadhali like, share na subscribe ili uweze kupata masomo tofauti ya ubunifu pamoja na technology. Mimi naitwa Nahoda Creative. Karibu sana.